Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa leo naomba tuendelee na mstari ule wa 3. Naomba tuende ule mstari wa 3 tuone kitu kingine ili tuende vizuri na muda wetu. Mstari wa 3 unasema, maana na washuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Maana na washuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Hawa ndugu zetu wa Makedonia, baada ya kuwa na neema ya Mungu juu yao, lakini baada ya kushinda vile vikwazo, tunaona mstari wa 3 Paulo anasema walitoa vitu vyao kwa hiari yao wenyewe. Sasa jambo la 3 ambalo tunakwenda kuangalia, kama unaandika, wa Makedonia waliona uwezo wao ndiyo mahali pa kuanzia kutoa. Wa Makedonia waliona uwezo wao ndiyo mahali pa kuanzia kutoa. Na jioni ya leo nikutie moyo, usije ukadhani ukiwa na fedha nyingi ndio utatoa. Usije ukadhani ukiwa tajiri ndio utatoa. Nimekuwa mchungaji sasa wa miaka kadhaa. Nimeshuhudia kabisa watu wakiwa na fedha zao lakini si watoaji. Nimeshuhudia watu wakiwa na fedha lakini si watoaji. Kwa hiyo hapo ulipoanzia kutoa. Na Biblia inasema aliye mwaminifu kwa madogo atakuwa mwaminifu hata kwa makubwa. Aliye mwaminifu kwa madogo, mbona kama una roho njema vile? Mwambie nakuona kama una roho njema vile. Nakuona kama una roho njema vile. Nakuona kama una roho njema vile. Roho njema huwa inabeba imani katika Bwana. Roho njema inaamini mahali ambapo ni pagumu panapitika. Roho njema inaamini mambo magumu yanaweza katendeka. Maana Biblia inasema kwake aaminie yote yanawezekana. Baba mchungaji Matondo, wewe lete maono. Tunamwamini Bwana, inawezekana. Kuna wanawake hapa wanauza mboga. Kuna wanawake hapa wanafanya biashara ndogo. Kuna vijana hapa wameamua pamoja na kipato cha kawaida ya kwamba kwa imani pamoja na Bwana tutatenda kwa ajili ya utukufu wake. Semeni amina ya kutosha. Mtikisa jirani yako, mwambie unaniudhi wewe, unanyamaza kimya. Mwambie unaniudhi wewe, hata ufurahi. Mwambie unaniudhi wewe, unanikera wewe, maana hata uchangamki. Nasema watu wa RICC, Bwana atakuinua utakapokuwa na imani katika kutoa. Jamani, semeni amina ya kutosha. Utoaji mzuri akili inakataa. Utoaji mzuri moyo unakuwa mzito. Utoaji mzuri roho ndio inakubali. Na ni muhimu sana ili uwe mtoaji mzuri, uwe mtu wa rohoni. Biblia inasema mambo ya rohoni yanatambulikana na watu wa rohoni. Na ndio maana jana nikasema lazima uwe na nguvu za kiroho ili uweze kutambua na ili uweze kwenda na ili uweze kufanya na kutoa. Ukiwa na hela, yaani ndio inabidi uwe makini sana, kwa sababu wewe jehanamu iko nje. Yeye wenye hela, yaani ukisikia mradi hapa kanisani pambania. Ukisikia mradi hapa kanisani pambania. Unajua wale watu ambao wanajiona wana hela wao mara nyingi wanamtazama Bwana. Hawategemei hela, maana kwa hela ni kama hewa. Sasa utategemeaje hewa? Lakini nyonye hela, unajua benki kuna akaunti, kwenye akaunti kuna hela. Kuna mamilioni. Ndio inabidi uwe makini sana. Na mimi nategemea baba, wenye magari kwanza, wenye magari Jumapili hapa, wawe na ahadi za kutosha kama zipo. Yaani kama kuna maono, wenye magari, kwa sababu naelewa kuiendesha magari hayo sio jambo dogo. Na hela wewe, mwambie jina lako na hela. Semeni amen. Na wewe ambaye una, Bwana akufungulia milango wa wiki hii. Nasema Bwana atakutokezea kwa jina la Yesu aliye hai. Mwambie jirani yako, kana mimi vizuri.
Bwana anakwenda kujitokeza. Bwana anakwenda kujifunua. Na hakuna ambaye amepona. Sio kasema kwenye hela tu tunatakiwa watoe. Hata wewe kwa mujibu wa somo hili, hata wewe mwambie jina lako, hata wewe. Ili utoke hapo lazima utoe. Semeni amen. Katika somo lililofundisha Jumapili kasema kuna neno mmoja Mungu anasema utakapokuwa umekula na kushiba. Usimsahau Bwana Mungu utakapokuwa umekula na kushiba. Sasa muulize jirani yako, hivyo unakula na kushiba, unakula tu? Yaani unakula na kushiba ama unakula tu mpendwa? Maana ukila angalau siku zinakwenda, lakini kuna kula na kushiba. Hivyo ni viwango vingine. Jamani semeni amina. Sasa dakika zinakimbia. Uwezo wa mtu kiuchumi unaweza kuasili, unaweza kuwa sauti ya ndani na nje ambayo inamwambia mtu ishia mahali hapa katika kutoa. Yaani wewe huwezi kutoa zaidi ya hapa. Andika, uwezo wa mtu kiuchumi unaweza kuwa sauti ya ndani na nje ambayo inamwambia mtu ishia hapa katika kutoa. Yaani huwezi kutoa zaidi. Sasa uwe una hela, uwe na fedha, uwe hauna, unasikia sauti tu ya ndani inakwambia wewe ishia hapa. Huwezi ukaenda zaidi ya hapa. Mazingira yanakwambia ishia hapa. Andika Wafalme wa Kwanza 17:12. 17:12 tumesoma. Hebu nenda Waamuzi sura ya kwanza mstari wa 14 hadi wa 15. Utasoma kwa wakati wako. Waamuzi wa sura ya kwanza mstari wa 14 hadi wa 15. Lakini pia jambo la pili, andika jambo la tahadhari nyingine. Uwezo wa mtu kiuchumi ni kama mpaka unaomuonesha mtu wapi anatakiwa asivuke. Lakini wa Makedonia walivuka kuonesha tunaweza kuvuka mipaka yetu ya kiuchumi kwa njia ya imani kwa ajili ya Bwana. Uwezo wa mtu kiuchumi ni kama mpaka unaomuonesha mtu wapi anatakiwa asivuke. Ndio yule kijana alipoambiwa Bwana nenda kauze nenda kauze wagawe maskini, yeye uchumi wake ukamwambia hapa Bwana, hii sasa imezidi, this is too much. Huyu bwana anakudanganya, akili za kuambia changanya na za kwako, uchumi kuambia ishia hapa. Lakini wenzetu wa Makedonia walivuka hiyo mipaka, wakaonesha tunaweza kuvuka mipaka yetu ya kiuchumi kwa njia ya imani kwa ajili ya Bwana. Ndio maana Biblia inasema walitoa zaidi ya uwezo wao, walivuka mipaka ya kiuchumi. Watu wa RICC na kuombea, Bwana akupe neema ya kuvuka mipaka ya kiuchumi, akupe neema ya kuvuka mipaka ya kiuchumi kwa jina la Yesu aliye hai. Semeni amen. Watu wao walivuka mipaka ya kiuchumi. Biblia anasema walitoa zaidi ya uwezo wao. Lakini tahadhari nyingine, andika, uwezo wa mtu mara nyingi hushikamana zaidi na nafsi yake. Na kiukweli hakuna mtu anayeshikamana na nafsi yake na bado akawa mtoaji mzuri. Andika, uwezo wa mtu mara nyingi hushikamana zaidi na nafsi yake. Na kiukweli hakuna mtu anayeshikamana na nafsi yake na bado akawa mtoaji mzuri. Naomba hapo usikilize vizuri. Yaani uwezo wa mtu mara nyingi hushikamana na nafsi yake. Na ukisikia mtu anasema kwa kweli baba mchungaji hana huruma, kwa kweli wazee wa kanisa hawa hawana huruma, hawaangalii hali zetu, hawaangalii uwezo wetu. Kimsingi kinachosema ni nafsi. Ni nafsi yake huyo mtu ndio inayozungumza. Ni nafsi ya huyo mtu ndio inasema. Anaona kuna maumivu yatatokea, anaona kuna kupoteza kutatokea, anaona kuna losi, kuna hasara itatokea. Kwa hiyo anapozungumza kimsingi ni nafsi yake ndio inayozungumza. Kwa hiyo uwezo wa mtu ushikamana na nafsi yake. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Na ndio maana nadhani kitabu cha Luka
Bwana Yesu alipotoa ule mfano wa yule ndugu tajiri ambaye alikuwa amelima na amepata mazao mengi, amefanikiwa kiwango kikubwa kilimo chake, na akavuna mazao mengi akayaweka ghalani. Ukiyafuatia ile maandiko, kila alichokisema Mungu hakuwa na shida nacho, Yesu hakuwa na shida nacho. Shida ilianzia pale aliposema, nafsi yangu kaa ule utulie, baada ya kutabika sana. Ndio tatizo lipoanzia. Uwezo wa mtu mara nyingi unashikamana na nafsi yake. Naomba wiki hii Mungu ashughulike na nafsi yako kwa jina la Yesu aliye hai. Na moja ya njia ya kuikana nafsi, dawa ya kuikana nafsi, dawa ni kuinua uwezo wa mtu kuwa juu, ni katika kuikana nafsi kwa njia ya kutoa. Andika vizuri hivi, andika, dawa ya kuinua uwezo wa mtu kuwa juu ni katika kuikana nafsi kwa njia ya kutoa. Ikana nafsi kwa njia ya kutoa. Wengi watu tunachukulia juu juu, wakati Bwana Yesu alipowaambia wanafunzi wake, anayetaka kunifuata mimi ajikane mwenyewe na abebe msalaba wake kisha anifuate. Hilo andiko na hayo maneno huwa tunachukulia juu juu sana, lakini moja ya vitu ambavyo Kristo alikuwa anavizungumzia kwa habari ya kuikana nafsi ni katika njia pia ya kutoa. Ndio maana mara nyingi amezungumza habari ya kutoa, anasema wapeni watu vitu na mtapata vya kusukua na kadhalika. Sasa moja ya kitu kitaka kusaidia uwe juu ni kuikana nafsi kwa njia ya kutoa, na si kila kutoa kuna kusaidia kuikana nafsi. Hapana, kuna kutoa kunako kusaidia wewe kuikana nafsi, na kutoa huku ni kule kunako gusa moyo wako. Niliwaambia jana, mimi na suti yangu hii, mimi na jinsi Mungu amenibariki, nije hapa natoa 1,000 kwenye sadaka. Kwa upande wangu mimi, hiyo hainigusi hiyo. Ni hela ya kuchukulia labda leso pale. Yaani ni hela ndogo kwangu mimi, japo kwa mwingine ni pato kubwa. Sasa kwa mwingine 1,000 akitoa manake inamgusa, lakini mimi nikitoa hainigusi. Kuna sadaka mimi nikitoa inanigusa. Jamani, semeni amina. Na kuna mwingine na yeye kile ambacho mimi naona kwa kweli ndio naguswa, kuna mwingine naye ni cha kawaida sana kwake. Sasa kuna kutoa ambako ukitoa unaisaidia nafsi yako, yani inakusaidia wewe kuikana hiyo nafsi. Jamani, semeni amina. Na utoaji kwa maana ya huduma ndani ya kanisa ni kule tunako kwenda kutoa kimkakati, kwa sababu kule kunadhihirishaga kabisa mimi ni nani mbele za Mungu. Yaani kule huwa kunadhihirisha Ukristo wangu mbele za Mungu. Je, nimeshikamana na mali au nimemwachia moyo wangu Kristo? Kwenye miradi mikubwa ndani ya kanisa, kwa mfano ujenzi, baba mchungaji, kwa mfano sijui kuna mradi wa kununua usafiri kwa ajili ya kanisa, sijui kuna mradi 1, 2, 3 kununua kiwanja ambapo inabidi watu kujilipua kwa gharama yoyote. Sasa inashangaza, wakati mwingine unashangaa, wengine unakuta Mungu amewafanikisha lakini hagusi na chochote. As long, yani ni kama hili jambo linalofanyika ni la mchungaji, hiki kitu ni cha mchungaji. Lakini kiukweli haya tunayoyafanya, jana niliwaambia, haya tunayoyafanya ni ya kijamii. Moja, jamii ya kiroho, lakini pia ni jamii ya watu wengine ambao watakuja baada yetu sisi. Kwa lazima tuache legacy, lazima tutengeneze sifa mbele za Mungu. Ndugu zetu wa Makedonia walitengeneza sifa mbele za Mungu. Paulo anasema hawa watu wametoa zaidi ya uwezo wao.
Jamani, semeni amen. Semeni amen. Sasa moja ya njia itakayokusaidia kuikana nafsi ni kutoa, na si tu kila kutoa kuna kusaidia kukana nafsi, kuna kutoa kunako kusaidia kuikana nafsi. Jamani, semeni amina. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati, soma kwa wakati wako. Kumbukumbu la Torati 16:10. Na labda kabla hujaandika hiyo, niongezeke kwa kusema hivi, mara nyingi mtu anapofanya jambo kwa hiari yake. Sorry. Hapa nimekimbia kidogo. Okay, sawa. Sidhani kama muda unaniruhusu, lakini hebu andika hii point. Tunakwenda kuona jambo la nne. Angalau hata nikikutajia. Biblia inasema hivi, Wakorinto wa pili 8 mstari wa 3. Wacha nisome hapa. Anasema hivi, maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Jambo la 4, andika, wa Makedonia utoaji wao uliambatana na hiari ya moyo. Utoaji wa ndugu zetu hawa uliambatana na hiari ya moyo. Nini maana ya hiari? Hiari ni tendo la mtu kuridhia mwenyewe kufanya jambo fulani, yeye mwenyewe bila kulazimishwa au kushawishiwa, akiwa na akili timamu. Narudia, wa Makedonia hawa ndugu zetu katika hiyo pointi ya 4. Nini maana ya hiari? Hiari ni tendo la mtu kuridhia mwenyewe kufanya jambo fulani, yeye mwenyewe bila kulazimishwa na kushawishiwa, akiwa na akili timamu. Wenzetu hawa walishirikishwa kwa habari ya kuwasaidia watakatifu kule Yerusalemu, lakini pia hiari ya mioyo yao ilifanya kazi. Mara nyingi mtu anapofanya jambo kwa hiari yake mwenyewe, huwa linafanyika kwa ubora, sababu moyo unakuwa unafurahia kufanya hilo tendo analolitenda. Utoaji wa ahadi zetu, utoaji wa sadaka zetu ama sadaka ya dhabihu lazima uambatane na hiari ya moyo. Mara nyingi kitu kinapotolewa katika hiari kinafanyika kwa ubora, kwa sababu halazimishi. Jamani, semeni amina. Wapendwa, sema amen. Mgeukie jirani yako, mwambie kanisani usipende kulazimishwa. Yaani usipende kulazimishwa kanisani. Na mimi miongoni pia, kama nilivyosema, nimechunga miaka kadhaa, nafahamu na najua ya kwamba tuna watu wengi ndani ya makanisa ambao wengine wanafurahia pasta anapopambana sana kupata fedha kanisani. Wengine wanafurahia sana pasta anapopambana sana kupata fedha kanisani ambazo ni za maono. Wanasahau kwamba hizi ni za maono. Yaani wengine wanafurahia kabisa ni pasta anapopambana anavyowaza sana ndio anajisikia raha. Yaani sasa ndio mtumishi. Alidhani uchungaji mchezo. Yaani kabisa kuna watu wanaweza kalibeba jambo Pastor Matondo. Anaweza kabeba mradi. Anaweza kalibeba jambo akasema jamani ili mniachie, lakini anajisikia raha sana napotokezea pale. Jamani unajua tuna shida hii 1 2 3, hebu tumtolee Bwana. Watu wanakutazama. Tutoe ahadi zenyewe unayokuta ni ndogo, yani zinatia hata aibu kulingana na watu jinsi Mungu alivyo wainua. Kwa anajisikia raha sana. Anajisikia raha tunavyopambana. Kitu ambacho sio sawa. Katika ufalme sio sawa. Wakati sisi tunapambana kuona kwa ajili yako, kwa ajili ya ufalme, you have to support that vision. Lazima mtu mwenye akili, mwenye uelewa atasupport hayo maono. Jamani, semeni amina. Semeni amina.
Kwa hiyo uhiari unasaidia mtu afanye kwa ubora. Yaani tunaposhirikishwa jambo ukalipokea kwa moyo mzuri, ukalipokea kwa moyo mweupe, ukawa na vikao vizuri na mke wako kule nyumbani, hakuna wa kumvunja moyo mwenzake. Unaweza ukaita hapa ahadi amazing, very amazing, na ukaitimiza kwa utukufu wa Bwana kabisa, na ukaitimiza kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Very amazing praises. Naleta hapa ahadi inayoeleweka, unasema kitu kinachoeleweka. Uongo dada Priska? Paka ni pasta mwenyewe anatikisika. Hivi kweli ni huyu mama na huyu baba? Yaani mpaka pasta anatikisika. Unajua wakati fulani tunatikisika, unaona huyu. Yaani mtu ametoa kwa hiari yake mpaka amepitiliza. Semeni amina jamani. Unajua siku ile maandiko yaandiki, unajua siku ile yaani yule mama mjane alimtikisa Kristo. Alimtikisa Kristo mpaka asema jamani, haiwezekani, hebu subiri kwa. Kama ni pambio ilikuwa inapigwa, akaza hebu subiri kwanza na siombi mpaka niseme hivi. Jamani watu wakatega masikio nini? Anasema huyu mjane huyu ametia kuliko wengine wote. Watu wakainamisha vichwa vyao. Wakainamisha vichwa vyao. Inakuaje? Inakuaje? Kristo ana nini na huyu mama? Maana kuna washirika wengine watata sana. Kristo na huyu mama kuna nini? Kuna nini hapa? Lakini Kristo akasema huyu ameitia kwa wengine wote. Akatikisika. Semeni amina. Wana kutia moyo napomalizia ujumbe jioni ya leo. Hakikisha utoaji wako wote, hasa huu wa kimkakati. Na mimi baba huyu amenialika mwezi wa kwanza, ndio mwanzoni mwa maono. Nimekuja kutia moyo ndugu zangu huko. Na mimi kule naamini Mungu ataniinulia watu. Jamani semeni amen. Kwanza anakuja mwezi wa pili, nimeshamwomba anakuja mwezi wa pili. Kama hajawaambia nimetoboa asili, anakuja kule. Simwache matondo. Pigieni makofi. Sasa toa kwa hiari yako. Kwani utoi kwa hiari yako? Kuna wakina mama Mungu amebariki biashara. Kwani hamtoi kwa hiari yenu? Kuna wanaume wazuri tu, mna heshima zenu. Kwani hamtoi kwa hiari yenu? Mpaka mchungaji hangaike pale, na wengine huenda ni mgeni, labda unaabudu kanisa lingine kule, pasa na hangaika na pambana, wakati unaweza kufanya kitu. Kwa nini ufanye kwa hiari yako? Biblia inasema wa Makedonia walifanya kwa hiari yao. Weka ule mstari wa 3, walifanya kwa hiari yao. Sasa uzuri wa kufanya kwa hiari, unafanya kwa ubora zaidi, kwa sababu kitu umekipenda. Jamani semeni amina. Asema maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Na hawa kama ni sifa Pastor Saiko walikuwa ni maskini. Kama ni sifa yao walikuwa ni maskini. Lakini wakatoa zaidi ya uwezo wao, tena kwa hiari yao wenyewe. Jamani Mungu abariki sana. Naomba usimame nikuombe. Hallelujah. Inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, wiki hii kwa neema yako niwezeshe tena. Niwezeshe tena. Si kwa nguvu zangu, si kwa uweza wangu, bali ni kwa uweza wako. Bwana, vyote nilivyo navyo ni kwa ajili yako, ni kwa ajili ya ufalme. Hata kama kuna wakati huko nyuma uliniacha nipambane, ni kwa uwezo wako nikapambana na nikapata vile nilivyopata, na nilipoingia ndani ya ufalme umenibariki tena, umeniinua tena, umeniwezesha tena. Ninaomba Bwana, niwe baraka ndani ya hili kanisa, niwe baraka ndani ya mchungaji wangu, niwe baraka katika hili kanisa. Bwana, nipe kuweka alama, nipe kuweka alama, alama inayoeleweka, isiyofutika haraka, isiyofutika haraka. Maana kuna alama huwa zinafutika,
huwa zinafutika, lakini alama nayo kwenda kuweka isifutike, isifutike kwa jina la Yesu. Asante Bwana, naanza upya kwa utukufu